Karibu mtazamaji ndani ya Kimstar Media. Mimi kama kawaida wananiita DPP na hii program inaitwa Think Twice. Hapa ndo tutakuwa tukiangalia mambo, tunasema ya kwamba kuna mahali watu wanafaa ku think twice. Na story ya kwanza yenye nataka obvious tuangalie ni story ya mtu anaitwa ama pastor, the so called pastor Makenzi na mwenzake pastor Ezekiel. Lakini ukumbuke Makenzi alishasema yeye alishaacha kuwa pastor back in the days. Lakini pastor Ezekiel kwa sasa ni pastor. Hapo tuko sawa. So, hawa wajamaa wawili kwa sasa hivi wameshikwa. The reason yao kushikwa ni ati pastor Makenzi aliambia watu wa fast, watu wakafast, wakakufa. The reason ya yeye kuambia ati wa fast ni ati wakifast, wakufe, watapatana na the maker. Praise God. Praise God. Hiyo ni poa kwa sababu hata wewe saizi ukisikia utapatana na Mungu of which umeambiliwa heaven, I'm sure you will want to go to heaven. Lakini kitu wa Kenya wamekataa kuamini ni kwamba for you to see God, kitu ya kwanza lazima ukufe. Hiyo nayo lazima tukubaliane. You must die for you to see God, of which those who died did. Now the big question is this. Did they really meet God? Hiyo ni swali yenye hatujui. Nobody knows. Hata pengine okay, unless pastor Makenzi mwenyewe atuambie kama anajua. So hapo pa kukufa ni sawa kwa sababu ili wewe hata wewe mwenye uko hapo ili you meet God lazima utakufa. That is the only way to see the Father. That is the only way to go to heaven. Hapo hakuna shida. Now the problem comes in wakati wa Kenya sasa wanahukumu all this thing. Wanasema pastor Makenzi aekwe ndani, sijui pastor Ezekiel aekwe ndani. Sikatai ataekwa ndani. Lakini do you have evidence? Do you have proper evidence? Unajua hii Kenya ndio kusemekana ati umeua mtu, you must have kitu tunaitaka hard evidence. So serikali itapata the hard evidence ya kushika pastor Makenzi kwa sababu yeye anaweza enda pale kwa koti aseme according to me, mimi niliambia watu wa fast so that they can see their maker. People willingly, watu walijisikia, watu kwa kutaka kwao kutoka ndani wakakubali kufast till the point of death. Na ndio waamini watu walikuwa wameshakubali kukufa. Angalia video za watu wenye walikuwa wanaenda kuwa rescued. Hawa watu kitu ya kwanza, hata kuna wenye walikuwa nasema ati hapana, niacheni nikufe, I want to see my maker. Now you as the government, why should you deny a person the right to see their maker and yet you are not the one who created them? Let us think twice. Nauliza hivi, mtu anataka kuona their maker, of which hata watu wenye wako kwa government saizi ukiuliza kila mtu anakuambia when I die I want to see my maker. Kitu kingine ni kurudisha kidogo tu kwa Bible. Here we are thinking twice. Turudi tena kwa Bible. The Bible inasema vizuri sana. Ati the only way to see the Father, one has first to die. So that when you die, unaenda maju, si maju ya maju, ni maju ya binguni. So that is the only way to see the Father. Now, death, what is death? Think twice. What is death? Ndo wewe ukufe, there is many ways to die. I hope umewatch your movie. There are many ways to die. Unaweza gongwa na gari, ukufe. Kama ulikuwa umerepent, you see the Father. Unaweza gonjeka, ukufe. Kama ulikuwa umerepent, you might see the Father. Ama unaweza shikwa na heart attack or something, okay. Bora tu kifo imefika. So, our say, it was written according to Christianity venye wanasema. Kwa sababu wanasema nothing in this world happens without God knowing. Kwa hivyo, according to the way I'm looking things, naweza sema hivi, hawa watu wenye walikufa, it was written ati watakufa with the same way the way they died. And I'm telling you, hata kama the government ingejua ati pastor Makenzi anaambia watu wa fast ati ndio uone their maker, the government, if these people were to die the same way they died, believe me, wangekufa tu. So it's very unfortunate kuona Kenya is full of Christians and yet these Christians they don't ni kama hawaelewi hii mambo ya Christianity. Kwa sababu ukiwa Christian lazima uelewe kitu ya kwanza, you must have faith.
Kwa sababu these people they had faith. Kwanza in fact they had a very strong faith. A faith that can move mountain. Wanaamini ati ukikufa unapatana na your maker. That is faith. Nakumbuka hata the Bible inasema faith can move mountain. Hao watu wako na faith. Huyu mtu amekufa akuwa na faith ya kwamba nikijifunga when I die I will see the maker. Well and good. So back to our thinking twice. Sasa now kuna watu wameshika Pastor Ezekiel, of which I don't know the reason. Wamesema ati he is related ama ni rafiki ya Pastor Makenzi na ati wanafanya the same business. Now you will have to agree with me. Hii ni kitu ya kuthink twice. You will have to agree with me. I can be your friend. Okay, wacha tuseme mimi ni mwizi. Unaweza kuwa rafiki yangu lakini you don't steal. This might apply also to Pastor Ezekiel. Kunaweza kuwa Pastor Ezekiel ni rafiki ya Makenzi. Lakini Pastor Ezekiel hafanyi venye Makenzi anafanya. So me I see no reason at all ya kusema ati kanisa ya Pastor Ezekiel ifungwe, and yet Pastor Ezekiel mwenyewe hakuna kitu mbaya ameshikwa nayo. Kanisa yake hakuna mali imesemekana ati wanafunga wanakufa. So mimi point ya kuona ati wanashika Pastor Ezekiel, that does not make sense. Kitu kingine, wameshika tu watu wawili. Wameshika Pastor Ezekiel na Makenzi. Now, hii kitu yote ikifuatiliwa vizuri the way the government is supposed to do it, a lot of people are supposed to be arrested. Who are these people? Kwanza, all the authorities of that area, hiyo area yote ya Kilifi. Kwa sababu uwezi niambia mtu amenunua shamba ya 800 acres. Kwa wenye amusiki kizungu. Ekari 800. Acres, shamba, eka 800. And yet the government haijui shamba ni ya kufanyia nini. Na rumors zinasema ati the same shamba wako hadi na dam, which dam is constructed without the knowledge of the government. Kitu ya pili, people have been dying na ati wanazikwa pale hivi. Kulingana na venye nimesikiza hizi stories za huko Kilifi ni ati watu walikuwa wanajua huwezi ingia kwa ile shamba. Ukweli ya uongo, hauwezi ingia. Hawa watu wenye wanasema hivi saizi, where were they? It was their duty kwenda kwa polisi kusema kuna shamba fulani na fulani, we are doubting something is happening. Wange report to the authorities. Now the government hadi saizi inafaa ikuwe imeshika all the people wenye ati walikuwa wamesurround hiyo garden ama hiyo shamba, ati ukijaribu kuingia sijui mara unauliwa, sijui mara unafanywa nini. Hawa watu wote wanafaa kushikwa. Watu wengine wanafaa kuwa wako ndani. The chief hiyo area, obviously hiyo area kuna chief na DO na DC na hao watu wote wanafaa kuwa wako ndani, kwa sababu hauwezi niambia you are a chief and yet whatever is happening in your area hauna clue, haujui ati hauelewi nini inaendelea. So hauwezi niambia ati kitu itaendelea tu hivyo and you have no clue. Hizo vitu by the way has make sense at all. So lakini as we have seen kwa story yote ya Pastor Ezekiel na Makenzi, hii story yote it's all cooked up. Na kusema ati sasa wanataka kushika Makenzi and yet they don't have proper evidence ya kuoneshana ati alihusika kwa kifo ya one on one na vifo za watu wote. It's really a waste of time. Kwa hivyo the government should act smart. After all we know all the small murderers in this country wamekuwa tu they are walking free. So lakini kwa sababu the case in the court, wacha tungoje. So sina kitu kingine ya kuongezea na kukumbusha tu, kama uja like, kama uja share, kama uja subscribe, fanya hivyo hapa ndani ya Kimstar Media. Tutapatana kwa video next tukiangalia story ya think twice on the trending issues hapa Kenya na nje ya Kenya. Hadi wakati mwingine, twendeni kwa Makenzi.